Mungu anahitaji kukuambia maneno yafuatayo: fanya kazi zako zote utakazofanya, lakini kama utashindwa kutambua kwamba mimi ndiye ninayetoa hizo baraka, hutapata chochote. Fanya kazi zako, kuwa busy, fanya kazi. Ikifika siku ya 7, stop kila kitu. Ukistop unafanya nini? Tulia mbele zangu, acha haraka, kaa, njoo tusemezane, njoo nikupe nguvu mpya ya kufanya kazi tena. Mungu alitupatia Sabato ili iwe sehemu ya kumtambua kwamba yeye ndiye aliyeumba. Mungu anakuambia, hiyo nguvu ulionayo wewe ya kufanya biashara nimekutengenezea mimi. Yaani Mungu akitoka nje ya biashara yako, wewe huwezi kufika popote. Yeye ndiye ameumba kila kitu. Kwa hiyo ukipumzika unasema, sitaki kuongea vitu vya biashara wala kazi, maana sio mimi najipatia baraka bali Mungu. Unaulizwa aliumba nani? Nasema Mungu ndiye aliumba. Kwa yeye ndiye ninayemtegemea. Hata alivyowapa kuipumzisha nchi kila baada ya miaka 7, mwaka wa 7 wapumzike, maana yake Mungu alihitaji wajifunze kwamba sio ujanja wa agriculture unaowapatia kuvuna. Mwangalie jirani yako, mwambie umesikia au umepitwa. Sio ujanja huo. Sikia maneno yasome mwenyewe. Isaya 58 fungu la 13 na 14. Kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita Sabato siku ya furaha, siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kuto kuzifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Huwa tukisoma hapo juu hapo tunasahau hii sentence, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Kwa hiyo furaha yako inakuja baada ya kujua namna ya kupumzika. Anasema ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka, nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Amen. Angalia kwanza, cha kwanza anakuambia njoo upumzike kwenye Sabato. Pumzika. Neno Sabato manake ni kupumzika. Acha stress zako, kaa utulie. Mimi ndiye najua kukulisha. Ukijua kutulia ukaingia kwenye ibada tu, ukanisikiliza mimi tu, nitakupandisha. Haleluya. Wewe unasema biashara ziko chini, nasema nitafanya nini? Nitakuinua na nitakupa urithi wa Yakobo. Sikia maneno haya ambayo natamani na uweze kuyasikia vizuri. Sabato ni mwaliko wa Mungu kupumzika ndani yake na kufurahia kile ambacho ametoa kwa neema yake. Ndio maana mimi kuna saa nawafurahia sana nyie, ila kuna saa mnatibua. Siku ya pumziko ya Sabato ndio siku ya kuvaa nguo zinazoeleweka. Si pumziko. Vunja kabati. Vunja kabati. Tokelezea. Sasa unakuta Mungu amekwambia kwamba achana na mashughuli yako yote, njoo unisikilize, tulia mbele zangu, nitakupa nguvu ya kupa urithi. Haleluya. Kuna urithi wa Yakobo unakusubiri, lakini hujui kupumzika. Upo siku ya Sabato, siku ya kupumzika, lakini bado unajadili habari ya nyanya zako kule Ilula. Sijui ziko sasa hivi tenga ngapi zimeoza. Bwana mmoja ambaye ni mcheza filamu maarufu sana katika Hollywood, nilishawahi kutoa video yake wakati fulani. Alisitisha michezo ya Hollywood Marekani. Walikuwa wanafanya maigizo. Yaani mpaka Marekani ilishangaa, maana ile siku ya kucheza ile movie walimtafuta jamaa hapatikani, na ndiye director mzuri na alipewa sehemu nzuri ya kucheza, hapatikani. Simu zote